Jamani, Roho Mtakatifu nyie anajali sana. Basi bwana, usiku nilipoamka kusali, katika kuomba, Roho Mtakatifu kuna ideas alinipa 3, kwa sababu nilikuwa najiuliza nifanye nini. Sasa hizo ideas alivyonipa, nilikuwa leo sijaja kusali na notebook yangu. Basi baada ya kusali bwana, si nikaondoka nikaenda kulala kitandani tu, sikuandika zile ideas kwenye jono yangu. Basi pale kitandani mwenzangu, Roho Mtakatifu akaniambia, "Hivi wewe Glory Basuta, mbona nimekupa ideas alafu hujaziandika kokote? Unataka usahau baadaye tena unisumbue tena uniulize ufanye nini?" Nikamwambia, "Mimi bwana nimechoka na usingizi. Ngoja nilale." Akaniambia, "Sasa sikiliza. Kama utalala hapo sasa hivi, mimi sio Roho Mtakatifu." Akaniambia, "Ni hapo haulali. Lazima uamke, chukua notebook yako, andika hizo ideas nilizokupa. Ndio ukija kulala hapo utapata usingizi." Si nikajifanya sisikilizi bwana. Nimekaa pale kitandani nafumba macho, nafanya nini, usingizi hauji. Mwenyewe nikaamka, nikaondoka zangu, nikachukua notebook yangu kwenye pochi na peni, nikaandika za ideas. Nilivorejea kitandani, yani hazikupita hata dakika 5 usingizi huo. Nikaja kuamka asubuhi. Kwa hiyo nilichojifunza jamani, Roho Mtakatifu anajali sana. Yani anatujali na anatupenda mno. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiache kumsikiliza Roho Mtakatifu kila anachokuambia.